fi thalathati ashya, mambo matatu yana nini? Yana utamu. Jambo la kwanza fi kitabillah, utamu wa kwanza huko ndani ya Qur'an. Tukasema wallahi idha tashatta al-Qur'an fa inna al-Qur'ana yastashiruka ila ta'ati Allah azza wa jalla. Ukihitaji ushauri, hakuna ushauri uliokuwa mzuri kama mwanadamu kuchukua ushauri wa Qur'an. Tukaona kwamba sisi binadamu tukatengeneza kitu kinachoitwa nini? Demokrasi. Tunazungumza hapo kwa maana kutunga sheria zetu kwa kutazama maslahi yetu sisi wenyewe. Kwa hiyo sisi binadamu sheria yetu tunatengeneza, hatuangalii maslahi ya Allah, tunaangalia ni maslahi yetu sisi binafsi. Na huyu shoga leo aolewe, na wanafikia wana sheria ya dunia, wanaandamana na wanaharakati, na wao wanasema kwamba sheria hii ipitishwe kwa sababu na wao wana haki kufanywa hivyo. Lakini angalia ni jamii gani ndio kuja kuitengeneza. Yaani unakuja kutengeneza jamii ambayo mtoto mtakayemzaa au mtoto atakayezaliwa na mtu yoyote, basi akifikia miaka 18 apewe uhuru wa kuchagua, ima anaweza akawa shoga au ima anaweza akabaki kuwa mwanadamu kwa kawaida. Hii sheria ya South Africa mpaka leo inafanya kazi. Kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu ya democracy. Is democracy. Hakuna sheria ambayo itakayotungwa ndani ya bunge itakuja kusema pombe ni haramu. Hasha wakati. Isipokuwa wao watakwambia rais ni lazima tuajiri waliokuwa wataalamu wa zaidi ambao waje kuboresha tuweze kuvuna mavuno makubwa, kwa maana tuweze kupata faida kubwa. Labda hizi milioni 800 kwa mwaka ni ndogo, tunataka tupate kuanzia bilioni 2 tupate wataalamu wa kuzidi kufanya nini? Wa kuzidi kuzalisha pombe ili tuzidi kuzalisha walevi na taifa la walevi. Hii ni demokrasi. Ndugu zangu, hii ndio demokrasi ambayo leo tunayopiga nayo usiku na mchana, na watu wanafungwa, watu wanauana, ni kwa sababu kuja kuzingatia maslahi kama haya. Tafakadu halawatan fi thalathati ashya, wallahi mambo matatu ndio na utamu fi kitabillah. Hakuna utamu kama katika kitabu chake Mwenyezi Mungu. Hakuna sheria nzuri kama sheria aliyoweka Allah Subhanahu wa Ta'ala. This is democracy. Demokrasi, maulama wa Kiislamu wanasema haitangazi amani. Demokrasi inatangaza amani. Hata siku moja. Isipokuwa inatangaza nini? Inatangaza shari. Na ndio maana leo unaona kwamba nasikia leo kuna mtu anaanzisha kundi lake fulani, huyu kundi lake fulani, yuradhi kwamba akubali mauaji yapatikane na watu waangamizane kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kuchunga maslahi yake anayoyataka yeye. Hizi ni demokrasi. Hiyo ndio demokrasi ya Uislamu. Lakini Uislamu tumesoma haya, wa indano min qablu la fi dalalin mubin, watu kabla hajaja Mtume Muhammad kanu fi dalalin mubin, watu walikuwa katika demokrasi ya upotofu. Before sallallahu alayhi wasallam, the democracy it was. Kabla Mtume hajaja demokrasi ilikuwa katika mji wa Makka. Lakini demokrasi ilikuwa hailindi maslahi ya maisha ya binadamu, wala ilikuwa hailindi utu wa binadamu, wala ilikuwa haitoi haki kwa mwanadamu wa aina yoyote. Tunaelewana Uislamu? Uislamu indano min qablu na fi dalalin mubin. Tazama demokrasi ya kwanza ambayo ilikuwa kabla Mtume hajaja. Demokrasi ya kwanza ambayo Mtume kabla hajaja kanu min qablu walikuwa imamu kanu fi dalalin mubin. Watu walikuwa katika upotofu uliokuwa wazi. Demokrasi kabla hajaja Mtume Muhammad ilikuwa Makka. Ilikuwa demokrasi ya aina gani? Ilikuwa ni demokrasi ya dhulma. Kwa nini? Kwa sababu ni demokrasi iliyochukua na binadamu kwa maslahi yao wao wenyewe. Miongoni mwa demokrasi ilikuwa mbaya sana wakati ule, na ilikuwa ngumu sana. Ni mambo matatu. Jambo la kwanza, kabla ya Mtume Muhammad angelikuwa Nabii Musa alayhi salam. Kabla ya Nabii Musa alayhi salam, Firaun alipokuwa ametabiriwa akaambiwa sayula
fata, atazaliwa kijana katika mji huu Masri, sayakunu sababu inhilalu mulkika, itakuwa ni sababu ya ufalme wako kudondoka. Kwa Firauni akasema, mata yuladu alfata, kijana yoyote wa kiume akizaliwa, Firauni hakama alayhi adab alhayat. Firauni aliweka sheria, kijana yoyote wa kiume akizaliwa, basi hukumu yake ni kuuawa. Hii ndio demokrasia ilikuwa kwa nani? Wakati wa Nabii Musa, kabla hajaja Nabii Musa, na hii ndio hali walikuwa nayo watu. Ndio wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, demokrasia ilikuwepo. Jambo la kwanza, waliweka hukumu, mtoto wa kike akizaliwa ni lazima auawe. Na Mwenyezi Mungu anasema, idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al-qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fi turab ala saa ma yaqul. Subhanallah. Hii ndio basi ilikuwa kabla ya haja ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtoto wa kike, mwanamume akipewa taarifa, mke wako amejifungua mtoto wa kike, jambo la kwanza, wala yule anakuja sura yatawara min al-qawmi min su'i ma bushira bihi, anawakimbia watu kutokamana na uovu wa kupewa taarifa kwamba eti mtoto wake wa kike au eti mke wake amejifungua mtoto wa kike, kwamba mtu anajua ni nuksi, mtu anajua ni uchuro, na mtu anajua huu ni uovu katika dunia. Hilo kwa nini? Kwa hiyo demokrasia walikuwa nao wao, na hii demokrasia walitengeneza wao wenyewe. Wa inkanu min qabl fi dhalalin mubin, walikuwa wakati huo katika upotevu. Na hilo huonyesha kwamba demokrasia yote itakayoenda tofauti na sheria ya Allah haiwezi kuwa sawa, kwa sababu itakuwa inalinda maslahi ya binadamu kwa maslahi yao wao wenyewe, hailinda sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hali hii ndio msaada. Kwa mtoto wa kike alipozaliwa, hakama alaiha adab alhayat, huyo uawe. Na baya zaidi, yule aliyekuwa dhaifu alinyang'anywa haki yake. Subhanallah. Alafu nyingine mbaya ilikuwa waliita nikahu lafi. Kwa maana mtoto wa kike unaweza kumwoza mtoto wako, eti yule mwoza akaolewa na kijana mwenzake, yule kijana akaenda kumwingilia mke wake, kisha akachukua vijana wengine watatu wanne, na kila mmoja akaingia akaenda kumwingilia yule mwanamke. Kwa inkanu min qablu la fi dhalalin mubin. Hii ndio demokrasia ilikuwa kabla ya nini? Kabla ya Uislamu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bi ni'matihi 'azza wa jalla, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasula. Mungu anataka kuondosha utaratibu ni mbaya, kwa sababu hauendani sambamba na maumbile ya binadamu. Ba'atha fihim rasula, Mungu akamleta Mtume Muhammad. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utaratibu binadamu wanamuasi sana kwa mwaka mzima. Hawa wapo katika umma uliokuwa bora, umma wa Mtume Muhammad. Nini cha kuwafanyia? Wallahu alaykum shahra Ramadhani al-mubarak. Mungu akakuletea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kabla Ramadhani haijaja, kila mmoja alikuwa katika upotovu wake. Leo hata dalali wa kuuza magari pia ndiye anaogopa kuchukua chaji, kwa sababu anajua somo yake haijalipa. Sasa leo kitazama katika sala ya demokrasia, tunazungumzia hapo bunge hata siku moja haiwezi kusema zina ni haram. Itakwambia tumia kono za kutumia kono mbio ni haramisha zina. Subhanallah. Itakwambia leo bunge wakifunga sheria hawatakwambia pombe ni haram. Watakwambia kuzidi kuzalisha pombe, na kuzidi kuzalisha pombe basi ni kuzidi kuzalisha walevi katika taifa na kuharibu taifa zaidi. Sababu pombe ndio ufunguo wa kila nini? Kila aina ya shari.
utakuta sheria zetu hizi zilizokuwa nazo za kidemokrasia za hiyo. Mwanamke ukiishi naye ndani ya miezi 6 au miezi 3, mwanamke huyo tayari ni mke wako na yeye ana haki ya kumrithi. Kwa mujibu wa sheria za kidunia. Ishi naye miezi 6. Ufe. Akienda mahakamani unasema wewe ni mke wako. Hii ndio sheria ambayo inatengenezwa na binadamu. It's a government of the people, for the people, by the people. Serikali inatengenezwa